kumshughulikia na kusikia kile ambacho wewe ulikuja kumwambia. Ndiyo maana neno linasema Mungu ni Mungu. Mungu atusaidie sana. Tunajua kwamba watu wengi, unaweza kuwa umejiita kwamba una maadui, lakini mwanadamu hakuwa na maadui. Mwanadamu hana maadui, kwa sababu wewe ni wa Mungu, lakini unakuwa na nini? Na majaribu. Sijui kama tunaelewana. Mwanadamu anakuwa na majaribu, na ile majaribu, Biblia nasema hivi, majaribu yamuhimiza msafiri katika kama hukujaribiwa, usiseme una Mungu. Ukisikia watu wote wanakutupia maua, wewe mwenyewe uanze kujiangalia, hii maua ni ya wema kweli? Kwa nini wewe mwanadamu bakutupie maua? Na Yesu Nazareti, wale wanamke wa Jerusalem walipokuwa wakiona Yesu wanampitisha, wanampiga, wanamfanya visivyopendezwa, wale wamama wakachukia, wale wamama wakasirika. Walipoanguka pale karibu yake, akaanguka, wakamsogelea, wakamwambia, Bwana, kunywa maji hii, tunakulilia. Lakini Mungu aliwaambia hivi, mjililie nyinyi na watoto wenu. Enyi wamama wa Yerusalemu, haya yanafika kwa mimi mti mbichi. Je, kwa wewe mti mkavu wakutupia maua ya nini? Wewe mwanadamu hauna maadui, lakini una majaribu. Na unapojaribiwa, jua kwamba wewe wanakupatia nguvu za kukazana na maombi, wanakupatia nguvu za kuangalia utatembea je na Mungu wako. Kwa sababu sisi wanadamu, kazi yetu ni midomo inasema sana, na inasema uchonganishi, kusudi huyu na huyu wasiongee, wasipatane. Ndiyo midomo ya wanadamu, na hautawakataza kwa sababu ni dua yake. Amena. Yesu akasema, acheni magugu na ngano vyote vikomae pamoja, kwa sababu anayekuja kubagua magugu na ngano ni Kristo peke yake. Ni Mungu aliyekuwa juu peke yake ndiye atakaye sema hii ni magugu, hii ni ngano. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ukisikia mtu yuko anakushutumu, anakukatia hukumu, umwambie asante sana. Anasema asichojua. Amena. Na ndio maana mwanadamu, wakati unajaribiwa, hautakosa kujaribiwa, lakini wewe jua Mungu ni Mungu, niko na Mungu. Haleluya. Kwa sababu ule Mungu wako, hapa utapata jaribu, hapa utapata faraja, hapa utapata vita, hapa utapata mfariji. Kwa sababu Mungu ni wako. Asiyekuwa na Mungu hapa ni nani? Atie mkono juu, asiyekuwa na Mungu hapa. Haleluya. Na wachawi na walozi wanasema wako na Mungu, na ni kweli wako na Mungu, kwa sababu hawakujiumba.
walifinyangwa nao kwa udongo. Hawana Mungu, hawana Mungu. Ni Mungu wao, hauwezi kuwatenganisha na ule Mungu wao, lakini matendo ndiyo tofauti ya wewe na yule. Matendo tu. Matendo yako yakikuwa mabaya, manake wewe unajitia mbali na Mungu wako. Matendo yako yakikuwa mazuri, yale mabaya yote Mungu anayatoa. Mungu anaumba mazuri tena kwako. Na ndio maana neno la Mungu linasema usihukumu usije ukahukumiwa. Leo huyu anaweza kuwa hivi, kesho nakutana iko hivi. Lakini mwanadamu atabaki anamhesabilia wapi? Pale kwenye alianzia mwanzo. Lakini yeye hayuko tena kule, yuko wapi? Huko. Jina la Bwana libarikiwe. Mwambie rafiki yako, mimi siko kule tena, lakini niko huko. Mbona mnaogopa kusema? Manake hamkupaendaka. Hakuna mtu alifanya dhambi, hakuna mtu alifanya makosa. Ukisema wewe ni mtakatifu 100% wajidanganya, kwa sababu utakapotoka hapa ndani ya hekalu, ukifika pale kumulango, jaribu zinafanya nini? Zinakuanzia. Lakini neno la Mungu linasema heri wenye kushinda majaribu, kwa maana hao ndio watakayo urithi ufalme wa. Tunasikia mbegu. Hali ya imani inafanana na mbegu ambazo zimepandwa fasi tofauti, kwenye miba, kwenye mchanga, kwenye majiwe, hapo pote. Hiyo ni mfano. Mzee Kalenga tusomee Marko 4:35 mpaka 14. Marko, kitabu cha Marko 4:35 mpaka 14. Mungu akubariki sana. Marko sura ya 4 mstari wa 35 hadi 14. Nasema hivi: siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakachukua vile vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwa pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwapo katika sheki, amelala juu ya mto. Wakamwamsha, wakamwambia, akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, ukawa na shwari kuu. 40. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Amen. Hapo ukiteremuka pote pale, ndiyo utakutana ile maneno ambayo yanasema hali ya imani, hali ya jiwe, hali ya mbegu aliyepanda. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hapo hapo ku Marko 4 mstari wa 25 unasema nini? Marko 4 mstari wa 25 inasema hivi: kwa maana mwenye kitu atapewa, naye asiye na kitu
na kile alicho nacho atanyang'anywa. Amen. Mungu, acheni aitwe Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani neno letu la magharibi ya leo linatuambia kwamba huyu Mungu wetu na ni Mungu kweli, ni Mungu wetu, kwa sababu kile ambacho wewe unayotaka kwake atakupa, na vile vile usipotembea kama jinsi Mungu anavyotaka, kile ambacho unaona kwamba ni kizuri kwako anaweza kakinyang'anya na anakipatia mtu mwingine, lakini hajakuchukia. Ni kwa sababu alichokupa umejivunia nacho sana, anakitoa pale, anakipatia mtu mwingine, lakini hautakosa kula. Amena. Hautakosa kuvaa, lakini utapungukiwa. Na ndiyo maana tunapotembea na Mungu tujue kwamba huyu Mungu wetu tunaye, na ndiye Mungu wa mipango, anapanga moja moja, na ndiye Mungu wetu wa kweli ambaye anayetembea pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho. Acheni huyu Mungu aitwe Mungu. Tusiabudu zingine miungu, bali tumwabudu Mungu wa kweli, Mungu wa Isaka na Yakobo, Mungu wa Shadraka na Abednego, Mungu aliyeumba mbingu na ardhi. Ndiye Mungu wako wewe, na kile chochote unachotamani kupata mwambie Mungu, atakupa. Lakini ngoja nikwambie siri moja kwa kumalizia, ni kusema kwamba wewe mwanadamu hupaswi kuwa mdeni wa Mungu. Mdeni wa Mungu ni yule ambaye anayetoa nadhiri na asitimize, kwa sababu natoa nadhiri kwa ule Mungu wako. Ule Mungu ndiye Mungu wako, na yule Mungu wakati unapokumbana na shida ndiye utakayemuita, lakini umetoa nadhiri. Biblia inazungumzia habari ya sadaka, inazungumzia habari ya sehemu ya 10, inazungumzia habari ya shukrani. Hayo yote Mungu anahitaji wewe mwanadamu uyafanye, uyatimize. Je, huyu Mungu ni Mungu wetu? Tunaenda sawasawa na kisa natuambia? Ujiulize, nijiulize, tujiulize, kwa sababu yeye ni Mungu wetu. Mzee Kalenga, tumalizie hapo, ndipo tunafunga programu. Muda wetu unafika mwisho. Tusomee kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana 22 mstari wa 21. Ufunuo wa Yohana 22 mstari wa 21 inasemaje? Ndiyo maandiko yetu tunafungia pale. Ufunuo 22 mstari 21 inasema hivi: neema ya Bwana Yesu na iwe pamoja nanyi nyote. Amina. Amen. Mungu awabariki, na Mungu awazidishie, na Mungu awawezeshe kwa yale yote ambayo Mungu anawahesabu eko mabaya. Wewe mwenyewe ujikute na uombe msamaha. Mungu yuko tayari kukuzidishia na yuko tayari kukujibu. Tusimame tuombe Mungu, kwa sababu Mungu wetu si mdeni wa mwanadamu. Tusimame sisi wote. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwingi wa rehema, Mungu mtakatifu, tumekuja mbele zako kama watoto wako Baba. Kile chochote